Shalom, hatukomi. Siku za nyuma nilikuwa nafanya zoezi la kutafakari kwa kutafuta sehemu iliyotulia, nasoma maandiko, naanza kuyafikiria kichwani mwangu. Wakati huo nilikuwa najua kwamba ninachokifanya ni sahihi, lakini nilipokuja kusoma ile Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 na kuanza kutafuta kwa kina na kujifunza kutafakari kuna maana gani, ndipo nikagundua kwamba pale inaposema tafakari kwa neno la Kiebrania wamesema ni haga. Haga maana yake ni nini? Kama nilivyokwisha kukwambia kwenye klipu iliyopita, ni kama kujisemesha, kurudia. Maana yake kutafakari kwa Biblia kunaambatana na sauti. Ndio maana Yoshua ile inasema kisiondoke kinywani mwako. Kwa hiyo pamoja na kutumia ubongo wako, pamoja na kutumia ufahamu wako kutafakari kuhusu maandiko, lakini pia linaambatana na jukumu la kutoa sauti, kusema yale maandiko unayoyatafakari, kujisemesha wewe mwenyewe mara kwa mara. Kurudia ni kama kuzungusha yale maneno ndani ya ufahamu wako, huku kiu unayatamka, huku kiu unayasema. Ndio maana sahihi ya kutafakari. Pia ni tofauti na kutafakari kwa kunakofundishwa na watu wengine wanaofundisha kwamba unapotafakari unatoa vitu ndani ya ufahamu wako, unapunguza vitu ndani ya ufahamu wako. Tunapotafakari sawasawa na Biblia inavyofundisha, tunaingiza neno la Mungu ndani ya ufahamu wetu, tofauti na watu wengine. Sasa nataka nikuachie zoezi moja. Utakapoanza zoezi hili la kutafakari, shirikisha na watu wengine ambao pengine hawajajua namna nzuri ya kutafakari neno la Mungu. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Shalom.